Dada yangu, ningependa kukueleza hivi siku ya leo. Ndugu yangu, nisikilize sana. Maisha yana changamoto. Maisha ni magumu. Kumbuka kuwa wakati ambapo mtoto anazaliwa, kitu cha kwanza ili daktari aweze kujua kuwa huyu mtoto ana uhai ni lazima huyo mtoto alie. Huyo mtoto asipolia inamaanisha hayuko sawa, aidha kiafya ama hana uhai. Sasa ndugu yangu na dada yangu, kuna changamoto ambazo tunapitia katika maisha yetu, na hizi changamoto hatuwezi tukaziepuka, zimewekwa pale. Kumbuka kuwa hizi changamoto ndiyo kama ambayo tunaita stepping stones towards our dreams or towards our future. So wakati mwingine tunaweza tukajiuliza swali, na ni kwa nini mimi tu? Ni kwa nini mimi naumia? Ni kwa nini wengine hawapitii hizi changamoto? Hapana. Kumbuka kuwa Mungu anakuona, Mungu anakujua, Mungu anatambua malilio yako, anajua ndoto zako, anajua pahali ambapo inatakana wewe ufike katika maisha yako. Kabla hujatoka katika hii dunia, anajua wewe ni lazima ufike mahali fulani. Sasa atakupitisha hivi, akupitishe vile, lakini mwishowe wewe utaweza kufaulu na wewe utaweza kufikia ndoto yako, na kesho pia wewe utakuwa katika kiwango cha juu. Ningependa kukukumbusha hivi, kabla dhahabu ijaweza kuwa dhahabu, ni lazima ipitie kwenye moto. Ni lazima ichomwe vizuri tena zaidi ndiposa iweze kung'aa. Wale watu ambao unawaona kule juu, watu ambao wameendelea, watu ambao wana pesa, wana biashara kila kona, wana pesa kila benki ya humu duniani, hao watu hawakuanzia kule juu. Hao watu walianzia chini kama mimi na wewe. Sasa ningependa uweze kutia bidii sana kwa kile kidogo ambacho uko nacho, kwa kile kidogo ambacho unakifanya. Tia bidii na umuombe Mungu aweze kukusaidia ili uweze kufikia